Tunapozungumzia issue ya seli, naomba nizungumzie vitu viwili katika topic ya leo. Nizungumzie seli lakini pia nizungumzie kinga ya mwili. Seli ni nini? Seli ni kitengo kidogo katika uhai ndani ya mwili. Ni kitengo kidogo sana ambacho kinapatikana ndani ya mwili. Na kila sehemu ya mwili imeundwa na seli zaidi ya trilioni 73. Kila sehemu ya mwili wako imeundwa na seli. Na kuna seli zaidi ya trilioni 73. Katika biology tuliojifunza kusema seli the basic unit of life. Kwa ni kinani kidogo sana, kitengo kidogo sana kwenye maisha ya mwili wa binadamu. Sasa na ugonjwa unaanza vipi kuingia? Vipi ugonjwa unaweza kuingia kwenye mwili? Seli ikitokea seli zikadhoofika. Kudhoofika kwa seli ndipo panasababisha nini? Magonjwa kuweza kuingia kwenye mwili. Pale seli zinapokosa virutubisho sahihi, kushambuliwa na sumu pamoja na vitu vingine, seli zinadhoofika, lakini pia hapo ndipo ugonjwa huanza kimya. Kwa seli zinapokuwa zinakosa virutubisho vilivyo sahihi au seli zinavyokutana na changamoto ya sumu, zinasababisha nini? Mwili kuanza kudhoofika kidogo. Kwa lugha rahisi, seli ni kama tofali la kujenga nyumba. Mwili wako ndio nyumba. Na seli yako ndio tofali. Ukiharibu tofali moja sio shida sana. Pale ambapo tofali moja tu kwenye nyumba yako ikaharibika, sio shida sana. Lakini yakiharibika mengi, nyumba yote yakufaje? Kuanguka. Kwa hiyo tunapozungumzia seli ni tofali moja kwenye nyumba. Sawa. Sasa kama nyumba yako umeweza kujenga na matofali 3000, basi jua kwamba mwili wako umejengwa na seli zaidi ya trilioni 73. Kuharibika kwa seli moja panaweza pakawa hapana shida, lakini changamoto inavyokuja pale ambapo seli nyingi zikianza kudhoofika, ndipo ambapo mwili wako unaanza kudhoofika kidogo. Lakini pia kuna kitu kinaitwa kinga ya mwili. Kinga ya mwili huu ni mfumo ambao unalinda mtu asipate magonjwa mbalimbali. Na mfumo huu kila mtu anazaliwa nao, lakini katika dunia sasa kuna vyanzo kama 6 ambavyo vinaharibu mfumo wa nini? Kinga ya mwili. Kila mtu anapozaliwa anakuwa na mfumo wa immunity, tunasema ni immunity system. Ni mfumo special ambao una uwezo wa kumlinda mtu kulingana na nini? Na magonjwa ambayo yanakuja kwake. Sasa huu mfumo wa kinga ya mwili kuna vyanzo 6 ambavyo leo hii unaviharibu. Tamani vitaje kwa haraka hapa. Chanzo cha kwanza ni ulaji mbovu. Tubaya sana. Sawa? Tunakula vyakula ambavyo vina mafuta mengi, tunakula vyakula ambavyo vina sukari sana, vinasababisha kuharibika kwa mfumo wa kinga ya mwili. Lakini chanzo kingine ni uvutaji wa sigara na unywaji wa pombe. Watu wanaovuta sigara, wanavuta kunywa pombe sana, inaharibisha nini? Lakini vyombo vya maji kutokuwa salama. Sawa? Kutumia maji yasiyo salama. Vingine ni kutofanya mazoezi, kutumia madawa ya muda mrefu. Hivyo ni vyanzo ambavyo vinaharibu nini? Hiyo immunity system. Kwa maana yake ni kama unahitaji kuwa na afya nzuri, afya sio kuwa na maradhi mbalimbali, hakikisha hivi vyanzo unaanza kuvikizi vizuri. Hususan kwenye ulaji mbovu. Watu tunapenda sana kula vibaya. Tunakula vibaya mno. Katika pembe tatu hiyo hapo kuna pembe tatu ya ulaji sahihi ambayo imeanzia na mazoezi, nafaka kamili, matunda pamoja na mboga za majani, afu kuna protini, afu kuna mafuta kiasi kidogo sana. Lakini pembe tatu ambayo tunaitumia leo hii ni pembe tatu iliyogeuka. Juu chini, mafuta tunatumia kwa wingi sana. Sukari tunatumia kwa wingi sana. Nyama tunatumia nyama nyekundu. Matunda hatuli, mboga za majani hatuli mpaka tushauriwe na daktari. Tukija nafaka kamili tunakoboa kila aina ya nafaka. Ngano tumekoboa, sembe tumekoboa. Tunaelewana. Tukija kwenye mazoezi hatufanyi kabisa. Kwa mfumo wa ulaji ambao tunaishi leo hii ndio ambao unaenda kusababisha maradhi kama pressure, maradhi kama sukari, maradhi kama vidonda vya tumbo, maradhi kama changamoto za mifupa, maradhi mbalimbali kama ya stroke na kadhalika. Ni maradhi ambayo hayatapatikana kwa sababu kuna wadudu wanaosababisha maradhi hayo. Maradhi hayo kwa sababu ya mfumo mbovu wa ulaji. Na mfumo ukishaharibika tunaharibu kila kitu. Kwa hiyo naomba niwashauri kwamba turekebishe mfumo wa ulaji, lakini tuna suluhisho la maradhi haya kwa kutumia program maalum ambayo tumeweza kuandalia watu wenyewe changamoto. Cha kufanya ndio tupigie simu namba 0769865074 ili uweze kupata mwongozo zaidi wa namna gani uweze kujenga afya yako imara zaidi. Kumbuka, afya yako ndio mtaji wako namba 1.
Asante.